Uliendesha.
Baba, katika jina lako takatifu, ninashukuru kwa ajili ya jina lako. Ni wakati mwingine mzuri ambao mtumishi wako Bwana tunakutukuza wewe, huku kutolea sadaka zetu. Mungu, naomba ukawabarikie wote ambao wanatolea sadaka zao. Bwana, bariki maisha yao, bariki familia zao, bariki Bwana kila kitu kwenye maisha yao. Walinde Mungu, ukawatunze, ukawape uzima. Bwana, ukawatetee katikati ya wakati Mungu, ukawatetee katika mambo yote, wazungushie ulinzi wako na ushindi wako ukawe ni sifa yako. Kwa jina lako takatifu Bwana, onekana usiwapungukie, onekana usiwaache Bwana. Mungu kawabarikie kwa sadaka hii Bwana. Baba, watumishi wako hawa wanakutolea, naomba ubariki ukawaimarishe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.
Amina. Na wa Mungu ni Yesu, atoka kwa Mungu mbinguni. Mwana wa Mungu ni Yesu, atoka kwa Mungu mbinguni. Kashuka hapa duniani kwa kazi yake moja tu, kutafuta na kuokoa kilichopotea, kuwafungua waliofungwa na nguvu za giza. Kutafuta na kuokoa kilichopotea, kuwafungua waliofungwa na nguvu za giza. Wenye dhambi wasamehewe, wenye mateso wapumzishwe. Wenye dhambi wasamehewe, wenye mateso wapumzishwe. Wanaoteswa na magonjwa wapate kupona. Amina. Usihangaike, usisumbuke, Mwokozi wako yuko, mwamini leo. Usihangaike, usisumbuke, Mwokozi wako yuko, mwamini leo. Unangojea nini mama? Njoo kwa Yesu uwe salama. Usihangaike, usisumbuke, Mwokozi wako yuko, mwamini leo. Usihangaike, usisumbuke, Mwokozi wako yuko, mwamini leo. Unangojea nini mama? Njoo kwa Yesu uwe salama. Unangojea nini? Njoo kwa Yesu uwe salama. Hawawezi, 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 watashindwa, 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 watashindwa. Hawawezi, 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 watashindwa, 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 watashindwa. Adui zetu duniani ni wengi, wasiopenda tuendelee ni wengi. Adui zetu duniani ni wengi, wasiopenda tufanikiwe ni wengi. Adui zetu duniani ni wengi, wasiopenda tuendelee ni wengi. Utasikia wakisema maneno, wakikutabiria mabaya. Utasikia wakisema maneno, wakikutabiria mabaya. Wengine hautaolewa, wengine hautajenga, wengine wewe utakufa bila kitu. Wengine hautaolewa, wengine hautajenga, wengine wewe utakufa bila kitu. Hao hawajui, hawajui, hao
Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Hakuna. Na kama ni kutubariki, Mungu atatubariki. Na kama ni kutuinua, Mungu atatuinua. Na Mungu akituinua, hakuna wa kutushusha. Mungu atatubariki. Na kama ni kutuinua, Mungu atatuinua. Na Mungu akituinua, hakuna wa kutushusha. Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ndio naongoza jiani. Haleluya. Naenda kumsifu Mungu. Tutaanza na nyimbo za kitabu. Nyimbo namba 273 kutoka kwenye vitabu vyetu vya nyimbo za uzima kesho. Ni wimbo unasema liko langu moja wazi. Liko langu moja wazi. Ukurasa wa 137 uzima tele. Sijajua. Atakuwa kitabu kama ni. Haleluya. Ndio maana yetu. Liko langu moja Yesu
piga makofi. No music. Hakuna muziki hapa. Muziki piga makofi. Sile mwalimu mbele ya Bwana Yesu. Amina.
Hamna muziki leo, umeme umeshindikana. Singekuwa balaa. Ona ninyi wanakwaya mkishiri mnajiandaa kwenye dharura zote. Hapo kanisa sasa hivi sio ile mliozoea. Sasa hivi hapa tunaenda hatua nyingine kabisa ambayo yawezekana mchukue hata kufikiri. Kwa hiyo badilikeni, mjiandae mazoezi yenu yote, jiandaeni kwamba kuna siku tutakuta hakuna umeme, lazima tuimbe. Na sisi hatuna jengo sana. Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu awabariki sana, mmenifurahisha. Hapo nashangaa mimi watu vizuri nyimbo zetu. Sasa ninaogopa ni vijana wanaogopa nini? Vijana wanaogopa nini? Sasa pale zote zijipange. Umeme umekatika ukikata huko hakikisha kila pale inaimba. Ambaye haitaimba tunampa adhabu ya kuimba mwezi mzima. Kwa sababu nataka ya masikio ya kuingia nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mungu abariki sana sana sana. Tunaye mgeni wetu hapa. Naomba nimtambulishe. Tumeona mgeni. Yeye ni mchungaji. Alikuwa hapa siku ya Ijumaa sikuwepo. Na Yesu tumewasiliana naye. Ni mchungaji huyu anatoka kule Nyerere. Anaitwa mchungaji Felista. Naomba nimkaribishe basi awasalimie kanisa. Mwisho wa Mungu karibu.
mwenzenu yuko vizuri anajitahidi. Sasa sijui wewe bado unatembea wapi? Amen. Nampenda Yesu. Sawa sawa. Wewe nategemea kina nafsi nzuri imani. Kina sala. Kina nani wale? Kina fundi. Mwe vizuri. Haleluya. Amen. Najua maisha tunajifunza kwa watu na ndio maana kuna wakati wanawaambia sana kwamba kwenye matukio ya kikanisa ambayo yanafanyika yale makubwa ya kitaifa ya kijimbo, mjitahidi kwa mnatoka. Kwa mfano kuna matukio yanafanyika kule makongamano Dodoma, mjitahidi mnaenda, vijana mwende, wababa mwende kule, watoto wale wanawake waende kule. Kuna vitu vingi kaudana watu ambao yani jambo wanalofanya tunashangaa imekuwaje? Hivi hawa wanawezaje? Mbona wewe amekuwa namna hii? Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tujifunze pia na kujua. Kwa Mungu awabariki sana. Mtumishi wa Mungu kutembelea mahali hapa. Katika wakati ambapo kipendwa cha watu wengi hakipo leo. Watu wapenda muziki leo huko. Haleluya. Basi Mungu awabariki sana. Mahubiri haya yako live na ibada hii yote iko live. Haleluya. Amen. Wewe ukicheka huko wanakuona mwenzio. Sawa sawa. Amen. Wanakuona mwenzio. Ukifanya hivyo wanakuona mwenzio. Ukisinzia wanakuona. Kwa ibada iko live mtandaoni unatazama. Haleluya. Amen. Baada ya kusema hayo, naomba uinamishe kichwa chako nimshukuru Mungu kwa ajili ya kumleta mhubiri wetu wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii. Asante kwa sababu ni kibali chako tuko hapa na tuko salama. Ninamkabidhi mikononi mwako mtumishi wako ambaye Mungu umemwandaa kwa ajili yetu leo. Kamtumie Mungu wa rehema. Mungu wa utukufu, weke maneno yako ndani mwako kwa ajili yetu ayaseme. Mungu kamsaidia umpe nguvu na ujasiri na uwezo wa kusikia sauti iliyo njema kutoka kwako kwa ajili yetu. Na mkabidhi kwako nikimfunika kwa damu yako, nguvu zako zimfunike na kanisa zima na lifunike katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu tusaidie na ukatujalie kujifunza, ukatusaidie na ukatufanye tujue na kufahamu yaliyo kweli hakika. Kwa jina lako takatifu Bwana, tunakutegemea wewe, tunakuhitaji wewe Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno. Kijana, hebu niletee madhabahu. Sogezee hiyo ndoto ili niwe karibu na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mpigie makofi Yesu na basi niombe nikukaribishe kwenye kipindi hiki kilichopendeza machoni pa Bwana. Ni kipindi pekee kwa siku nyingine ya pekee ambayo kwenye historia inapita hivyo, haiwezi kurudi tena. Na kwa sababu hiyo basi ni siku tena njema ya kwenda kutafakari Mungu anasema nini na sisi. Nikuombe ufungue Biblia yako, chukua daftari lako, chukua kalamu yako ili tuweze kwenda pamoja. Leo tunaenda kujifunza somo linaloitwa matokeo ya wanadamu kuzidi duniani. Matokeo ya wanadamu kuzidi duniani, au matokeo ya wanadamu kuongezeka duniani. Maandiko yetu yatatoka katika kitabu
cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 13. Naomba nipate msomaji mmoja aliye wa haraka, anaweza kutembea haraka. Nataka kuwa msomaji. Hebu twende basi tukafungue hayo maandiko ili tuweze kutembea haraka. Biblia inasema ikawa hao wanadamu walipoongezeka sana, wakazaliana sana, wakawa wengi, hao wanadamu, na nitakwambia maana katika hicho kizazi cha wanadamu, watoto au mabinti wakazaliwa kwao. Tumekuta tena kundi lingine, tumeona wanadamu wakazaa mabinti, lakini tunaona tena kundi lingine wanaitwa wana wa Mungu. Sema wana wa Mungu. Sema wana wa Mungu. Sema kwa sauti basi, wana wa Mungu. Wana wa Mungu cha kushangaza wakavutiwa sana na wale mabinti wa wanadamu, wakaenda kujitwalia wake, wakaenda kuoa huko, badala ya kuoa kwa wana wa Mungu kwa wana wao, wakatoka nje ya uzao wao, wakatoka nje ya kizazi cha wana wa Mungu, wakaenda kwa wana wa wanadamu, wakaoa mabinti huko waliowapenda. Bwana anasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa yeye naye ni mnyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Wanefili waliokuwako duniani. Nao Wanefili walikuwako tena. Baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani. Bwana akaona maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Bwana akadhaifu kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyoni. Itamfatilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Mwanadamu ni mnyama na nitambaacho. Ishia hapo. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Fumba macho yako. Baba mtakatifu, ibarikiwe jina lako. Ninakusihi ewe mtakatifu, karibu katikati yetu, utufundishe, utufunulie, tuelewe vyema. Kwa jina la Yesu Kristo, ninamkemea yule shetani adui aibaye fahamu kusababisha usingizi usio na sababu. Jina la Yesu ninaikabidhi ibada hii ya neno katika jina la Yesu, amen. Sasa kuna vitu nataka ili tuweze kutembea pamoja, lazima nikwambie. Kitu cha kwanza, kwa sababu tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, ninataka nikwambie mambo matatu ya msingi kuhusu kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni miongoni mwa vitabu 5 vilivyoandikwa na Musa, na alikiandika akiwa na umri wa miaka 80. Alianza kuandika kitabu cha Mwanzo akiwa na umri wa miaka 80. Na ilikuwa ni mwaka gani? Huu ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa 1420
kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Aliandika akiwa wapi? Alianza kuandika akiwa wapi? Mwanzo wa kwanza kuandika hiki kitabu ameanza kuandika pale mlima Sinai wakati anapewa amri 10 za Mungu. Haleluya. Na kitabu hiki kimegawanyika katika sehemu 12. Sema sehemu 12 za kitabu cha Mwanzo. Sema sehemu 12 za kitabu cha Mwanzo. Sehemu ya kwanza ni Mungu anashughulika na ulimwengu kwa ujumla. Yaani hii ni sehemu ambayo inaanzia sura ya kwanza hadi sura ya 11 mstari wa 9. Hapo Mungu, yaani kwa hiyo sura ya kwanza, ukianza kusoma hicho kitabu cha Mwanzo, sura hiyo ya kwanza, kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 11 mstari wa 9, Mungu anashughulika na ulimwengu kwa pamoja. Anashughulika na ulimwengu kwa pamoja, yaani anashughulika na dunia kwa pamoja. Lakini kuanzia ile sura ya 11 mstari wa 10, hapo Mungu anajichagulia uzao mteule, taifa teule, taifa takatifu. Anaanzisha uzao wa kimungu, wana wa Mungu rasmi. Alikuwa ameshaanza tayari, lakini hapa sasa anaanzisha rasmi. Kuanzia sura ya 11 mstari wa 10 hadi sura ya 50 mstari wa 26. Hapa tunaona Mungu anajitengenezea taifa teule, anaanzisha uzao mteule, uzao wa Mungu, uzao wa watakatifu. Na kwa nini anaanzisha hili taifa? Kwa nini anachagua mtu fulani? Anachagua kwa sababu ili awekeze nguvu na aoneshe uwezo wake, upendo wake, amfundishe huyu mtu aweze kuishi maisha anayopenda, na wengine wote duniani na mataifa yote wabarikiwe na wajifunze kupitia hili taifa. Haleluya. Amen. Na hilo taifa ni Israeli. Baada ya kusema haya, twende tukaangalie sasa hebu twende tuone matokeo ya wanadamu kuzidi duniani. Umepata utangulizi wa kitabu cha Yeremia. Sasa hapa tunapozungumzia matokeo ya wanadamu, naomba nikukumbushe kwamba tokea kipindi cha Kaini anamuua Abel, watu wa Mungu walipasuka katika makundi mawili. Yaani ni sawa na kwamba wewe una familia, umeanzisha mkua na upendo kabisa, halafu inafika mahali inatokea kitu ambacho kinawagawa katika kundi. Nini maana yake? Adam akiwa na familia yake amezaa watoto wa kwanza wa kiume, Kaini na Abel. Walikuwa wote wacha Mungu. Adamu pamoja na kwamba alifukuzwa kwenye bustani, lakini Mungu alimrehemu akamsamehe dhambi zake. Mzee Adam akaendelea kufundisha kizazi chake habari ya Mungu. Ndiyo maana tunaona watu hao wanaenda kumtolea Mungu. Kwa nini wanaenda kumtolea Mungu? Walikuwa wamefundishwa na baba yao kwamba kuna Mungu na Mungu anahitaji sadaka. Lakini ikafika mahali ikatokea kwenye familia ya mzee Adam, ukatokea mpasuko. Mpasuko gani? Kaini akaacha kutembea sawasawa na makusudi ya Mungu. Akawa Kaini, akawa muuaji, akawa mtu mwenye wivu. Akamuua ndugu yake siku moja baada ya kuonekana yeye sadaka zake zikapokelewa kwa Mungu. Akamuua ndugu yake kwa kumponda mawe, kwa kumpiga jiwe. Sasa sikiliza nikwambie, baada ya hapo familia ya mzee Adam ikagawanyika. Kaini, hebu soma hapo Mwanzo sura ya, tuanze kuona sasa. Sasa sikiliza kabla ya kusoma, andaa Mwanzo
16. Kabla hatujasoma hapo, nikwambie kitu kimoja. Kwa hiyo watu wa Mungu, watu wote duniani toka hapo kipindi hicho cha Kaini kumua ndugu yake, tukawa na matabaka mawili. Sema matabaka mawili ya watu. Matabaka mawili ya watu. Tuseme kwa Mungu, matabaka mawili ya watu wa Mungu. Matabaka mawili. Tukapata tabaka linaloitwa wanadamu. Hawa ni kundi la watu ambao wanatembea kwa matakwa yao wenyewe, na kizazi hiki kilianzia kwa Kaini. Kundi lingine tukapata tabaka la Adamu, anaendeleza kufundisha watu wake kumheshimu Mungu na uzao wake. Hawa wakawa wanaitwa wana wa Mungu, na baadaye Mungu anampa kijana wa kiume tena baada ya miaka. Ujue kwamba, sikiliza nikwambie, wakati Kaini na Abel wanauana, mzee Adam alikuwa na umri wa miaka 670. Na Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na umri wa miaka 670. Leo hii wewe, yani hapa miaka 30 tu tayari umeshaanza na kuota mtu. Wenzetu walipiga mwili miaka 670 bado wanazaa. Na baada ya hapo nilipotukia hilo tukio, ikapita miaka 130, akamzaa Seti. Sema akamzaa Seti. Akamzaa Seti. Akasema nimepata mrithi, na huyo Seti ndio akawa ameanzisha rasmi uzao wa watakatifu, uzao wa wana wa Mungu. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo uzao wa wana wa Mungu unaanzia kwa Seti. Unanielewa watu wa Mungu? Amen. Wana wa Mungu ni wapi? Ni wale wanaokubali kuongozwa na mapenzi ya Mungu. Wana wa wanadamu ni wapi? Kwa wana wa wanadamu, kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 6, wana wa wanadamu wanazungumziwa wapagani. Labda kwa haraka nikueleweshe hivi. Kwa hiyo ukisikia wana wa wanadamu Mwanzo sura ya 6 wanazungumziwa wale wapagani. Haya, hebu twende 4 mstari wa ngapi? Wa 16. Umuone huyu mwanadamu ambaye alikataa. Kaini akajikataa, akawa hahitaji kuongozwa tena na Mungu. Yaani yeye sasa akachagua njia zake anazozijua yeye mwenyewe. Kwanza alishagundua ndugu yake na hivyo akakataa. Mungu anasema tupendane, tusiuane, tusioneane wivu. Haleluya. Amen. Je, wewe unachagua upande gani? Mimi nakushauri chagua kuwa mwana wa Mungu. Chagua kuwa mwana wa Mungu. Acha upagani. Acha kutamani vya upagani. Twende. Basi ishi hapa. Nilichokuwa nakitaka ni kukuonesha kwamba kizazi cha Kaini ndio kinaitwa wana wa wanadamu, yaani wapagani. Sasa ukisoma Mwanzo, hebu tuone wana wa Mungu. Wana wa Mungu kama nilivyosema, ni wale ambao wanakubali mapenzi ya Mungu, wanakubali kuongozwa na Mungu, wanakubali maelekezo ya Mungu, wanakubali kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hebu twende hapo Mwanzo sura ya 4 mstari hapo, sura ya 4 mstari wa 25 na 26, mstari mwingine. Mwingine afungue wa sura ya 8 mstari wa 14. Akamjua mke wake, tena akazaa mwana mwanaume, akamwita jina lake Seti. Naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Sikiliza, hebu kia hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. kumbe
tunaona akamzaa Enoshi, alafu mtu Seti, mwana wa Mungu Seti akaanzisha ibada. Maana tunaona hapo ndipo walipoanza wanadamu kulitia jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Kumbe wana wa Mungu ni wapi? Wana wa Mungu ni mimi na wewe, ambao tunamwita Bwana, ambao tunampenda Bwana, ambao tunamtumikia Bwana, ambao tunaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya, haleluya, amen. Sasa Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi Agano Jipya linasemaje kuhusu wana wa Mungu? Ni wapi hao wana wa Mungu? Kumbe wote tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunaokubali mjazo wa Roho Mtakatifu, sisi ndio wana wa Mungu. Usipokubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, wewe sio mwana. Usipokubali kuongozwa na Mungu, wewe sio mwana wa Mungu, wewe ni mwanadamu, wewe ni mpagani. Yesu atusaidie sana. Amina. Sasa nimeanzia hapo ili wewe uweze kuelewana vizuri, kwa sababu hii maana huwa ni tata kivipi? Huwa ni tata. Watu wengine huwa wanasema wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu wakawapenda wakawaoa, wanasema ni malaika walioa mabinti za wanadamu. Hapana. Kwa mujibu wa Mwanzo 6, wapagani wanaitwa wanadamu, halafu watu wanaomcha Mungu wanaitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo ilitokeaje? Kumbuka tumemwona Kaini kula ametenda dhambi, na alipotenda dhambi akafukuzwa, akatoka, na alipotoka lakini alioa wapi? Alioa dada yake. Maana Adamu hapo alikuwa na umri wa miaka 670. Kuna mabinti wengi walikuwa wameshazaliwa, mpaka anakuja kuzaliwa Seti, mzee Adamu ana miaka 800. Yesu atusaidie sana. Amina. Kwa hiyo Kaini akaoa dada yake, akajitenga, akaenda mbali, akatoka usoni mwa Bwana. Sasa kitu kimoja kikaja katokea katika miaka hii inapotembea, inapoongezeka, Kaini akazaa watoto wengi na mabinti wengi wazuri wenye kuvutia, halafu akawa na mila na desturi zake. Kule ni furu mazakazaka yote, yeye ana uhuru. Yaani kulewa pombe ni huko, sijui mambo ya kucheza na kunduri yote huko. Yaani sanaa zote na anasa zote upande wa Kaini, wao walikuwa wamejiachia. Uzao wa Seti ukaanza kutamani upande wa kina Kaini. Ulipotamani upande wa kina Kaini, ndipo sasa tunaona watoto wa wana wa Mungu wanaenda kuoa kwa uzao wa Kaini. Nini kilitokea? Kilichotokea ndugu yangu ni machafuko. Nini? Sema machafuko. Sema machafuko. Yaani mpagani, no, mwana wa Mungu mtakatifu, wewe mlokole, unapoondoka ukaenda kuoa nje kwa sababu umetamani kule, kuna kitu kinakuja kutokea kinaitwa machafuko. Sema machafuko. Kwa nini? Sikiliza kilichotokea sasa. Kipindi hicho Mungu akaachilia yakuwa machafuko. Kwanza walipooana tu, Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4, Biblia inasema walipooana uzao wa watu na wa Mungu na uzao wa wapagani, yakazaliwa majiki, yakazaliwa mamutu. Ikisema majiki, ni majiki makubwa. Sikiliza nikwambie, jitu moja wewe ukisimama unakomea kwenye magoti yake. Haleluya.
hapa, nikisimama hapa ninaweza nikagusa kwenye kenji hapo. Yaani wewe ukiwa unasimama hapa, wewe unapita huko bila habari kabisa. Unapita kwenye miguu yako, unapita kila hata na pikipiki hapa na gari za hapa. Ikiwa nimesimama hivi, wewe unapita bila shida. Hayo sio majabu. Bahati mbaya sana hayo majitu yakaanza kula watu wenzao mtu. Maana nikachukua hivi kwenye kiganja kanakuwa kama kapanzi. Kwani nasema uongo? Biblia zinathibitisha. Waulize wale wapelelezi, wanakuta majitu, wanasema sisi ni kama panzi. Sasa hayo ni matokeo ya mpagani kwenda kuoa, na ni matokeo ya mtu wa Mungu, mwana wa Mungu kwenda kuoa watu mpaganini. Sasa sikiliza, leo kuna machafuko mengine. Wewe mwana wa Mungu usipende kabisa wala usitamani kwenda kuoa huko wala kwenda kuolewa huko. Unanisikia mimi mabinti? Mnanisikia mabinti na kufanya mabinti? Mnanisikia mabinti? Mnanisikia mabinti? Wewe ni mikono. Na leo kama naniangalia tu kama vioni, ninahubiri ya kwamba kuna matokeo mabaya wewe ukienda kuolewa mpaganini wakati wewe ni mwana wa Mungu. Machafuko mengine ambayo wewe yanatokea. Sikiliza nikwambie. Ni mtu linakuja kuoa, nimeshakuwa matendo yake, mabangi yake na manini yale na mashiroko na mabaka ninaweka pembeni. Alafu inakuja inakuchukia kabisa basuti kama hapa nilipofanya. Ninakuja na kuchumbia. Unasema sasa nimepata kumbe umepatikana. Sikiliza nikwambie, unafika huko unasema mimi nataka kwenda kanisani. Nakwambia hiyo mimi yako sitaki nisikia zima na mimi yako. Hakuna cha kanisa, enda kusema uganga. Utakataa. Kule nimeshatoa ng'ombe 18, nimeshashikilia. Alafu mchungaji nitoroka. Wachungaji nao wana neema kweli. Yaani bado wanaendelea kuombea tu Yesu au wale kwa samani kama una Yesu. Na kwa hiyo tunataka aisee. Kama ndio ni muda wa vijana wetu. Mkumbuke tondokoso huko. Mungu msaidie Bwana. Wewe ni mtu wako Bwana, mtazame. Wewe hakuna pimika. Furu kubeba shongo, furu kubeba mbushi, furu kubeba jimoni yako. Napenda mikuki ya kichawi na kiganga. Kwa nini? Haya ni machafuko uliyoyapata wewe kuacha kuolewa na watu wa Mungu, wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu, olewa na mwana wa Mungu. Vijana mko. Vijana mko. Ninyi bakamecha ni wenda nje kwetu. Huko. Hakuna kwenda kuoa paganini. Utaenda kuoa mtu lina masafa 1000. Alafu unaanza kutuhangaisha kila siku hapa boga. Ninaruka mpaka sarakasi. Nikiona nimebaki sarakasi. Na mimi nakata yangu. Aje. Anateke za kuja za moto. Anataka swala huku nimekata yangu. Rudisha aje. Msitupe tabu hizo. Msituletee machafuko. Wewe tunaona machafuko yao wakati yanatokea machafuko makubwa. Yaani ikiwa ninaongea ni kama vile ni mgumo wa habari. Tunaongea. Ni hatari sana kwa mwana wa Mungu kuchukua maamuzi ya kwanza kutamani kule upagani. Mimi nataka nikuambie kitu kingine. Sikiliza nikwambie. Huwa kuna matokeo dunia inapofikia wana wa Mungu wanakuwa wachache. Halafu pagani na Mungu anachukua maamuzi. Ni maamuzi gani haya? Sikiliza nikwambie. Kwa
hivi karibuni dunia nzima tuko bilioni 8. Sema bilioni 8. Bilioni 8. Maana yake ni milioni 8,000. Labda niwarahisishie. Watu wote duniani kote, wazungu mpaka na wachana na wasukuma na wasakawe na wale wanaoongea duniani mnawajua wasandao wale wakolima wote hao jumlisha wote huko China na kadhalika, wote tuko bilioni 8. Halafu ndani ya bilioni 8 Wakristo wote tunajumlisha huko wote, yani Wakatoliki, Msikina na takataka za Mwankosa huko zote huko ziko jumlisha kila kitu, tuko bilioni 2.6. Ni sawasawa na sehemu ya 3 ya bilioni 8. Maana yake sisi ni theluthi ya wapagani. Unanielewa? Kama ni nchi ya roho tunasema sisi ni roho ya wapagani. Lakini sikiliza nikwambie. Ndani ya hao bilioni 2 wanaoitwa Wakristo, bado kuna wale wengine ambao wanaombea kwa kupiga mateke watu, wengine wao wanaombea kwa kukumta ngumi mtu, na wengine wao wanaoagiza leteni mavi na nywele zenu tuweze kuwatengeneza muweze kuwa na upako wa kimungu. Yesu atusaidie. Amen. Haya ya kuagiza kucha na nywele tuliyajua kwa sababu yalitangazwa kwenye media. Si ajabu watu wanaambiwa leteni mavi kidogo kama napeleka sako baba. Madaktari wanajua. Yaani humo kuna takataka zote na waabudu miungu na sanamu wamo humo. Akina nani? Wale ukienda kwa makanisa yao kuanzia mlangoni na hata kukutana na sanamu. Sanamu kubwa kabisa limesimama pale. Na mama yake mwingine unakuta sanamu nyingine ina katoto, ni mama yake na katoto limebeba. Nao kanaabudiwa. Humo wote humo bilioni 2.6. Maana yake nini? Sisi ni wachache sana. Kwa takwimu iliyofanywa upembuzi kuangalia walokole ni kiasi gani, tuko milioni 435,000. Tuko milioni 800. Maana yake sisi ni wachache mno. Nini sasa kinaenda kutokea? Hebu tuangalie matokeo machache hapa hapo na utumishi. Matokeo machache. Mungu huwa anachukua hatua gani? Hebu tuangalie hapa. Mungu anaenda kuchukua hatua gani? Na Mungu alichukua hatua gani baada ya ulimwengu? Ikumbukwe kuwa wakati Nuhu anaingia kwenye safina, ulimwengu ulikuwa na umri wa miaka 2000. Dunia ikachafuka kabisa. Dunia ikawa mbaya, ikawa mbaya. Na Mungu alichukua maamuzi. Nini huwa kinatokea kwa hali kama hiyo? Wana wa Mungu kushikwa au wana wa Mungu kushawishika. Andika wana wa Mungu kushawishika. Tumesoma hizi habari tumezipata pale Mwanzo sura ya 6 mstari wa 2. Biblia inaeleza ya kwamba baada ya wapagani kuwa wengi na wakawa na desturi yao ambayo wanauhuru, wanafanya na kuimba, wanacheza kila kitu, wanaruka na kucheza kama wanavyofanya leo hii. Hapa kuna kitu kinaitwa kwa nenda jioni tayari kabisa kanisani. Utaona watu wanacheza kitu kinaitwa disco vumbi. Huku linaitwa nini? Mazongozongo. Yanaitwa nini? Watu wanacheza, vibiti vinacheza kama vimenaswa kwenye wimbo, kwenye wimbo. Yaani tunapigilia, halafu na kijana naye anaenda pale wanacheza. Yaani ni furugu. Sasa ikifikia hatua hiyo kwamba wewe mtu wa Mungu unaanza kutamani na wewe kwenda kufanya yale ya kwenye klabu, wewe umepigwa.
I say, ukianza kutamani na wewe kwenda kwa kina Anderea, ukaanza kutamani na wewe kwenda kupigwa mbushi, wakati ni nani? Icheza ngoma lile. Inaimba pale watu, ilikuwa linatoa baraka, si ndio? Yanatoa baraka, yana baraka zake. Lakini sio baraka za Mungu, ni baraka za kipepo. Maana pale okoko mbela koshene na yatolaga kashiko lako mbela. Maana yake nini? Nenda pale ukipigwa ile simu ndio unatoka pale na mamizimu ya kutosha. Alafu natuletea machafuko huko kanisa. Mchungaji akisimama kidogo kwa anasema watu wale wenye shida. Wewe umeshakamata kipanda uso hapo yani tunakusumbua. Sio ni hapa tuombe na Mungu waombee kwa Mungu. Yaani mchungaji anaposema kwa jina la Yesu Mungu abariki tayari umeshaanza kukarakana hapa. Fungo wetoa wapi? Na mzimu ya mwana nani? Mzimu ya wale. Umetoka umekandezwa. Unakuchelewa. Unakuongezea. Acha kutamani ya duniani huko. Sisi tuna desturi nzuri. Hata wale wanaoweka hata kucheza kwao. Kwanza mavazi yao ni ya ovyo, wanavaa takataka kabisa. Sisi tumepita huko, mimi nilikuwa mganga wa kienyeji. Tungaga hapa tunazungumzia masuala ya kafara. Usile mbuzi na nini, wanyama na baraka. Wale wanyama waliosongolewa. Maana yake sisi uko wetu wa Wasambio, wa Ukeni, Wasambio mizimu yao ni pamoja na ng'ombe mwenye baka jeupe hapa. Tunamfunga kengele, anakwenda kengele na kwa kwenye vitaka boko. Achana na hiyo. Kuna msia matembele. Kwa wanawake kuna kondoo wa chifuo. Achana na hayo. Sasa nini maana yake? Sisi na kukuta kipindi hicho nilikuwa mganga. Nilikuwa navaa nguo nyeusi. Halafu nilikuwa na hirizi kubwa kabisa hapa. Yaani nakwambia acha kabisa. Na kila wakati ilibidi nilikague hirizi langu maana inawezekana ulinzi wangu umedondoka. Lazima nichunge ulinzi. Sasa jamani niulize swali. Aliyekuwa na mlinda mwenzake hapa ni nani? Ni hirizi au mimi ndio nilikuwa na hirizi? Kwa sababu kila wakati na yangu. Halafu ndio naita ulinzi. Ulinzi tena na ulinda mimi. Acheni jamani mambo kama haya. Tunayatamani ya nini? Maoke kule. Yanafanya ushanga, shangalo kikubwa, halafu na nini kingine. Na manguo meusi, halafu yana kama mikuki ya uoke huko. Tunayatamani ya nini? Tusitamani tusije tukawa kama watu wa Mungu. Tusitamani maisha ya Bwana. Pointi ya pili. Uzao usio mtu wa Mungu yaani ninyi watu wa Mungu, wana wa Mungu, mnapoenda kuoa mapagani, unaongeza uzao wa kipagani. Kwa nini? Muulize Sulemani, alijifanya kongo, akaoa wanawake 300, halafu alikuwa na matakataka mengine 700. Masulia haya. Kuranchi hizo. Muulize kilichomtokea. Mwisho wa siku ni mwanamke mmoja linaleta mpaka midoli na sanamu mpaka kanisani kwenye hekalu la Israeli. Linataka libadili Mungu wa Israeli. Watu watoke kwenye kumwabudu Mungu wa kweli waanze kuabudu midoli ya miungu. Alileta changamoto. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, ukiolewa au ukioa kwa upagani, jiandae familia yako kuwa ya mpasuko, halafu jiandae kuzalisha mapagani. Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Ya tatu, ulimwengu kujaa dhuluma na kuharibika. Hii inasomeka pale Mwanzo sura ya 6 mstari wa 11 hadi 12. Tulisoma pale. Mungu akadai, maana ulimwengu ulikuwa umejaa dhuluma. Dhuluma maana yake nini? Watu wanafanya uzinzi,
anamdhulumu mke wake, dhuluma ya zinaa. Achana na hayo, mauaji. Dunia wakawa wanauana tu kama wanavyochoma mbuzi ya shamba, mbuzi ya kafara. Sisi kule Usambio enzi hizo, mbuzi wa kafara anakufa, anachoma mkuki, damu inamiminika chini, tunachoma mkuki mpaka anakufa. Alafu akifa tunachoma hiyo nyama, tunakula bila kuweka chumvi. Yesu atusaidie. Bado unatamani tu kuvaa katengele, bado unatamani kwenda kuoa paganini, bado unatamani kwenda kuolewa paganini, bado unatamani kwenda kwa mganga wewe, yote hayo bado unatamani. Hapana, utajikuta umbiraga, utang'ang'aniwa. Haya, kuna dhuluma za kijinsia na ushetani. Dhuluma za kijinsia na ushetani maana yake ni watu wakaanza kupakana. Leo hii duniani huko kuna changamoto imeibuka. Semeni changamoto imeibuka. Changamoto imeibuka. Wanadamu wamebuni, yaani wapagani wamebuni mbinu ya kuondoa migogoro. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Elon Musk, huyu ni Marekani, ametengeneza midoli, ametengeneza sanamu za wanawake. Sikiliza nikwambie, wanasema kwamba migogoro imekuwa ni mingi sana, ndoa zimekuwa changamoto, zimezungua mahakamani na makanisani, zinazungua uongozi mbalimbali. Tufanyeje? Mwanaume tumtengenezeni mdoli aoe mdoli, na mwanamke kuna mdoli wa mwanaume. Yesu atusaidie sana. Amen. Sikiliza inapokuwa. Mimi kwa nini nasema ni dhuluma? Mimi ninakuwa sasa ulimwengu tunaoendea. Mimi ninataka niishi kwa kuwa mwanamke sawa sawa na maandiko. Mtu kabisa mtu, lakini dunia inayokuja inataka watu waoe midoli na watu waoe midoli. Hili ni mdoli ikoje? Ni mdoli hili ni la kuchaji. Ukilichaji, halafu baada ya kulichaji unaiwasha. Ukiliwasha limewekewa akili bandia. Ukisha kuliwasha, kwanza ninakwambia kama nina kike, hana idea, ndio mpenzi wangu, nikufanyie nini? Na malipo sasa. Acha kama mimi hapa ninaposema ninafanya kwa malipo. Baba yangu, nikusaidie nini? Kwa hiyo naanza kutoa maelekezo. Ukihitaji mengineyo mpaka yale ambayo unayajua, menyewe